طيب بسم الله. Baada ya sehemu hiyo ya kwanza ambayo ni masala ya kuwa asili kama inavyozingatiwa asili, kadhalika kaifia nayo inazingatiwa. Baada ya maelezo hayo mafupi, na hili ni kama tulivyotangulia kueleza katika kalima tuliyotoa juzi kwamba kuna mifano mingi kutoka kwa wanawachuoni wa Kishafii wameyakataa mambo kwa sababu tu, na wameyakataa mambo na wakaita bid'a kwa sababu tu kaifia yake sio ile aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika al-Minhaj ambayo ni sharh ya sahih Muslim ibn al-Hajjaj amesema wafihi, ilikuwa akizungumzia masala ya salamu katika baada ya kutoa, yani baada ya kumaliza swala kutoa salamu. Sasa anna sunnata fi as-salami min as-salati an yaqula assalamu alaykum wa rahmatullahi an yaminihi, assalamu alaykum wa rahmatullahi an shimalihi, wala yusannu ziyadatu wa barakatuhu. Ameeleza Imam an-Nawawi kwamba na katika hili kuna ndani yake kwamba sunna katika salamu ya kutoka kwenye swala ni kusema assalamu alaykum wa rahmatullah. Atatoa salamu kuliani kwake, assalamu alaykum wa rahmatullah, atatoa salamu kushotoni kwake. Kisha anasema wala haikusuniwa kuongeza wa barakatu, wa in kana qad jaa fiha hadithun dha'ifun, ijapokuwa imekuja katika hilo hadithi iliyo dhaifu. Wa ashara ilaiha baadhi ulamai, na ijapokuwa wameliashiria hilo baadhi ya wanawachuoni. Walakinaha bid'atun, lakini ziada hiyo ni bid'a. Idh lam yasihha fiha hadithu, kwa sababu haikusihi katika hilo hadithi. Sasa hapa mimi sikutaka kusema kwamba hiyo barakatu imethibiti au haijathibiti, lakini nataka kusema kwamba angalia baadhi ya maulama, hasa kama maulama wa Shafi'iyya, Sheikhul Madhhab al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, anakataa kuongeza ziada wa barakatuhu. Kwa nini? Kwa sababu anasema hilo haikuthibiti hadithi sahihi, kwa maana ni bid'a. Watu waongeza mangapi katika swala? Ukiwaambia kwamba lakini sio vibaya kwa sababu wanasema, wana kauli moja wanaita, kwa maana wanasema kwamba muraatul adabi khairun min imtithali al-amri, kuchunga adabu ni bora zaidi kuliko kufuata amri. Maneno kama nimesahau ile ibara yake, lakini yanafanana na maneno haya. Yani wakati mwingine, kwa mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam kukataza jambo, msifanye hivi, lakini tukifanya kama vile tutamvunjia heshima hivi. Kwa hiyo afadhali ufanye kwa sababu ya kumheshimu kuliko kuacha kufanya kwa kutekeleza amri. Hamjaelewa? Mathalan Mtume sallallahu alayhi wasallam akwambia usisimame, kaa. Yeye labda ameingia, kaa usisimame. Sasa waona kwamba mimi nikikaa itakuwa sije mtufanyie heshima Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wakwambia wewe usiitii ile amri, wewe muheshimu, fanya vile ambavyo unaona kwamba huku ndio kumheshimu. Unaelewa? Maneno ya batili kabisa. Heshima iko kwenye kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na kutii amri yake, sio kwenye kumkhalifu. Haya, kwa hiyo kuna watu waongeza hata katika as-salatu ala nabii, Allahumma salli ala sayyidina, ndani ya tahiyatu tashahhud, ala sayyidina Muhammad. Kwa nini wasema hivi? Na ile wajifunza wewe muraatul adab, kuchunga adabu. Sasa tukiangalia upande wa pili ni kuhusiana kwamba wanawazuoni wakubwa wamegawa bid'a. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ameleta ufafanuzi mzuri, na tumeutaja ufafanuzi wake katika darasa au katika muhadhara uliotangulia. Tuliyasoma tukayatolea maelezo ufafanuzi wake, tukaufafanua kwa tarjama na kwa maelezo, na yakachukua sehemu kubwa ya muhadhara ule. Sasa maneno kama yale ya Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yeye alikuwa akisherehesha hadithi ya Umar aliposema ni'matul bid'atu hadhihi
akasema kwamba pale imekusudiwa bid'a ya kilugha na sio bid'a ya kisheria, kwa sababu bid'a ya kisheria ni dhalala, na wale wanaochuoni walioigawa bid'a kwenye hasan na kwenye ghair hasan wanasema wamefanya hivyo, ugavi huo ni katika bid'a ya kilugha ama ya kisheria, zote hizo ni bid'a. Ametoa maelezo haya na haya kwenye ukurasa wa 200 wa kitabu hiki al-Fatawa al-Hadithiyya, kwa chapa hii ya Darul Fikri Beirut, chapa ya zamani. Sasa maneno kama hayo, sitaki kuyakariri maneno yake bwana al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, maneno kama hayo ameyazungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Namtaja hapa kwa sababu maneno haya yanafikiana na wanachuoni wa Kishafiia, wanachuoni wa Kishafii. Kwa hiyo nataka kutilia nguvu tu, lakini maal asaf, kwa masikitiko, ni kwamba maneno haya ya Imamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuna watu wanayatumia katika kutetea uzushi. Al-Imamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmuu' al-Fatawa juzuu ya 10 ukurasa wa 471, pia katika juzuu ya 22 ya Majmuu' Fatawa juzuu ya 22 ukurasa wa 234, Sheikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn al-Allama Shihabuddin Abd al-Halim ibn al-Allama Majduddin عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى لفريق mwaka 727 anasema katika al-Majmu' kullu ma lam yushra' min ad-din fahuwa dhalala, jambo lolote ambalo halikuwekwa kuwa ni sheria katika dini, hilo ni upotevu. Jambo lolote lile ambalo halikuwekwa katika sheria kwamba hii ni jambo la dini, halijafunzwa katika hilo ni dhalala. Anazungumza katika masala ya dini, katika mambo ya ibadat. Kisha akasema wama summiya bid'atan, na lile lililoitwa kuwa ni bid'a katika haya mambo ambayo hayakuwekwa au mambo yamewekwa katika sheria. Wama summiya bid'atan, na lile lililoitwa kuwa ni bid'a, wa thabata husnuhu, na ukathibiti uzuri wake. Na lile lililoitwa kuwa ni bid'a na ukathibiti uzuri wake, jambo la mambo hili bid'a, lakini sasa ukilitazama ni jambo zuri, biadillati shar'i, ni zuri kwa sababu ya dalili za kisheria. Fa ahadul amrayn fihi lazim, basi moja kati ya mambo mawili ni lenye kulazimu. Imma an yuqal, imma isemwe laysa bibid'ati fi din, hiyo si yani kwamba isemwe kwamba sio bid'a katika dini, yani jambo limethibiti kwamba ni zuri kwa dalili za kisheria lakini likaitwa bid'a. Sasa ima isemwe kwamba hiyo sio bid'a kisheria, wa in kana yusamma bid'atan min haythu al-lughatu, ijapokuwa likiitwa bid'a kwa upande wa lugha, kama qala ni'matil bid'atu hadhihi, kama alivyosema yani Umar radhiallahu anhu, bora ya bid'a ni hii. Yani yeye anachokusudia kwamba wakati mwingine jambo kama hili la swala ya tarawih ambalo limethibiti uzuri wake kwa dalili za kisheria, sasa ukiona jambo kama hili la kisheria na limethibiti na uzuri wake umethibiti kwa dalili za kisheria, alafu bado liasemwa bid'a, basi ujue huko ni katika upande wa lugha tu, si upande wa kisheria. Kisheria hii ni sunna, kwa sababu maana ya kilugha ni pana zaidi kuliko maana ya kilugha, ni maana ya kilugha ni pana zaidi kuliko maana ya kisheria. Tumeelewana? Sasa ajabu, kuna watu wanatumia maneno haya wanageuza. Angalia Ibn Taymiyyah hapa anaposema wasema wama summiya bid'atan wa thabata husnuhu bi adillati shar'i fa ahadu al-amrayn fihi lazim imma yuqala laysa bi bid'atin fi ad-din wa in kana yusamma bid'atan min haythu al-lugha kama qala ni'matul bid'atu hadhi. Sijui wanaelewa vipi, sijui watu yani wanaelewa kinyume mambo, na maneno haya yametulia kabisa ya kusawa. Maneno Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ya kusawa kabisa kwamba hilo ni jambo liko
utakuta jambo ni zuri na limethibiti uzuri wake katika dalili za kisheria, lakini bado kuna baadhi ya watu wanaita bid'a. Sasa likiitwa hivyo, wao wakisema hivyo wanakusudia kilugha na sio katika upande wa kisheria, kama alivyosema Ibn Hajar kwamba ile ni'matul bid'a pale amekusudia ni'matul bid'atu hadhihi, amekusudia bid'a kilugha, kwa sababu bid'a katika upande wa kisheria sasa bid'a zote ni upotevu. Na wale akasema, na wale waliogawa bid'a wakasema hii hasana na hii ni ghairu hasana, walichokusudia mgawanyo huo uko katika ile bid'a ya kilugha tu. Tukija katika upande wa kisheria bid'a zote ni dhalala, hakuna hasana wala hakuna isiyokuwa hasana, zote ni dhalala. Yani kwa maana kwamba mgawanyo huo hakuna, zote ni dhalala kwa aina moja tu, ni sayyi'a. Haya, naye al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, al-Imam al-Hafidh Zainuddin Abdurrahman ibn Shihabuddin al-Baghdadi maarufu Ibn Rajab al-Hanbali, alifariki mwaka 795 Hijria, alipokuwa akizungumza ile hadithi ya Irbad bin Sariya as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu, ile hadithi ile wa iyyakum wa muhdathati al-umur libishi mwisho, ni hadithi sahihi la maghmaza fihi. Akasema hivi, wal muradu bil bid'ati ma uhditha mimma la asla lahu fi ash-shari'ati yadullu alayhi, na muradi wa bid'a ni ile iliyozushwa katika yale ambayo hayana asili katika sheria, asili ambayo inafahamisha juu yake. Amma ma kana lahu aslu min ash-shar'i yadullu alayhi, ama lile ambalo lilikuwa lina asili katika sheria, asili ambayo inafahamisha juu yake kwamba jambo hilo lipo, falisa bibid'atin shar'a, hiyo sio bid'a ya kisheria. Wa in kana bid'atan lughatan, ijapo ikiwa hiyo ni bid'a katika lugha. Akaendelea mpaka kafia kusema fa kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila ad-din, na yoyote au kila aliyezusha jambo na akalinasibisha na dini, walam yakul lahu aslun min ad-din, na halikuwa jambo hilo na asili katika dini, kwa maana kwamba hakuna andiko katika dini la kuliruhusu jambo hilo. Walam yakul lahu aslun min ad-din yurja'u ilayhi, na ikawa hakuna asli katika dini, asili ambayo hurejewa katika asili hiyo, fahuwa dhallatun, basi jambo hilo ni upotevu. Wad-dinu bari'un minhu, na dini ni yenye kutakasika, ni yenye kuwa mbali na jambo hilo. Wasawa'un min fi dhalika masailu al-i'tiqadi au al-a'mali au al-aqwali adh-dhahirati au al-batina, ni mamoja katika hayo ni masaili ya kiitikadi au matendo au katika aqwali ya dhahir na ya siri. Wa amma mahali shahid, wa amma ma waqa'a fi kalam as-salaf min istihsani ba'd al-bid'i, na ama yale yaliyotuka katika maneno ya as-salaf kama kina Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, katika kufanya uzuri, kuita nzuri baadhi ya bid'a, fa inna ma dhalika fil bid'i al-lughawiyyati la shar'iyyah, hilo ni katika upande wa bid'a ya kilugha na si kisheria. Haya maneno yanapatikana mahali karibu tu kwenye kitabu kinachoitwa Jami'ul Ulumi wal Hikam cha Imam Ibn Rajab, ambayo ni sharhi al-40 an-Nawawiyya, sharhu al-40 an-Nawawiyya, katika juzuu ya pili ukurasa wa 109. Ukurasa 109 utakutana na maneno haya kwamba kile kilichopatikana katika maneno ya wanawachuoni katika kufanya kwamba kuna bid'a nzuri, hilo ni katika bid'a ya kilugha. Kwa hiyo ikiitwa bid'a basi ni kilugha tu, lakini ni jambo lina asli. Kwa hiyo ndio maana utakuta ukiwauliza mara nyingine namna wanavyofeli sasa wenye kutetea bid'a, haya una mifano gani ya hiyo bid'a inaitwa hasana, kwamba hii sasa ni bid'a hasana, ilitokea katika zama ya maswahaba ikawa ni hasana. Sasa wengine kwa kutokujifahamu wanataja mifano ya matukio ambayo yalikuwa mpaka katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na bid'a.
hakukuwa na bid'a katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaliyotendwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya kheri yote, kila kheri unayoijua wewe ambayo ilifanyika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hiyo ni katika sunna. Imma itakuwa ni sunnatun qawliyatun, ni sunna ya kauli kwamba kasema fanya, au sunnatun fi'liyatun, au ni sunna ya kitendo kwamba yeye katenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni sunnatun taqririyatun, ni sunna ya takriri, ya kutuza, ya kukubali kwamba jambo lafanywa na mmoja katika maswahaba zake kisha yeye alikubali. Kwa mfano, sahaba amekwenda vitani na wenzake na yeye amiri akawaswalisha wenzake, lakini kila akishasoma sura anahitimisha pia vile vile anasoma qul huwallahu ahad. Watu vipi huyu bwana, kwa sababu sasa ni kiongozi, vipi bwana, imekuwaje? Jambo likaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, muulizeni huyo. Alipoulizwa akasema kwa sababu sura hii ndani yake kuna ikhlasi na mimi nampenda Allah, nampenda Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaruhusu. Sasa ile haitwi bid'a, ile inaitwa sunnatun taqririyatun, nalo ni lile ambalo limefanywa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake akalikubali. Sasa kulitumia hilo kama ndio ushahidi wa kuwa watu walikuwa wakizusha bwana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akikubali, kwa maana lile ni uzushi, si uzushi, ni sunnatun taqririyya, na lile analolikataa lawa ni maasi ya kulifanya kama tabattu. Haya, jambo jingine watakutajia, watakwambia katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam lilifanyika la bid'a. Sahaba alikuja akakuta katika swala watu wamerukuu, akasema maneno pale. Aliporukuu baada ya itidali akasema maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusha swala akawauliza ni nani kasema maneno yale. Yule sahaba akawa hataki kusema, ogopa pale, aona kwamba labda kafanya jambo baya. Mwisho ndipo aliposema ni mimi. Akamwambia nimewaona malaika zaidi ya 30 wakigombania kuandika hayo maneno ulikuwa ukiyasema. Sasa wanasema angalia sasa jambo ambalo hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni khairi akalikubali. Sasa hichi si kipimo cha sawa sawa, kwa sababu hii inaitwa sunnatun taqririyya, na sunnatun taqririyya ilikufa na au ilikatika baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna taqririyya nyingine itakoendelea kwamba kuna jishekhe hilo kubwa hilo ukimpelekea jambo limefanyika akilikubali yeye basi ni sunna taqririyya. Hakuna huyo, ilikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee yake, na ndio hizo ni katika zile mumayizati walizokuwa nazo masahaba. Na mengi wanatolea mfano yaliyofanyika katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wameyafanya masahaba, na yote ni kwa sababu watu hawafahamu bid'a ni nini. Almuhimu ni kwamba alhasil ni kuwa bid'a ni kitu kimekatazwa na kimesemwa vibaya. Na jambo la ajabu ukiangalia mathalan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yeye amefunga mlango kabisa, akasema maneno yake maarufu ambayo yamenukuliwa na maneno yamethibiti kutoka kwake. Anasema kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasanatan, wa in ra'aha an-nasu hasanatan, bid'a zote ni upotevu hata wakiiona watu kuwa ni nzuri, kwa sababu alijua au kwa vile anavyofahamu na alivyoishi na makundi ya watu baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, alijua kwamba kuna watu watafanya mambo na watayaona kwamba ni mazuri. Anasema zote bid'a zote ni mbaya, ni upotevu, hata kama watu wataziona kuwa ni nzuri. Sasa leo watu wameingiza katika mambo ya dini ibada, wakaziwekea kaifiyat na mitindo katika mambo ambayo al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ameyataja huko kwenye kitabu hiki al-amru bil ittiba'i. Katika aliyoyataja kwamba ni mambo ya bid'a
alafu ni jambo la ajabu kabisa, sijui inakuwaje watu wanasoma nusu nusu, hawayasomi haya maneno ya wanaovioni wakayazingatia au vipi? Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala alipokuwa akizungumzia masala ya watu kucheza ngoma msikitini, kupiga madufu na kucheza ngoma msikitini, akasema hivi katika ukurasa wa 275 wa kitabu hiki. Al-Imam Suyuti anasema wa min dhalika, katika hayo mambo ya bid'a, ar-raqsu maana yake kucheza densi, kucheza ngoma, wal ghina'u, na kuimba, fil masajidi, katika misikiti, wa darbu dufi, na kupiga dufu, au rababi, au kinanda. Nimejaribu kutanua kwenda mbali zaidi, nikasema kinanda, lakini rababu inaingia firimbi zile, tarumbeta, firimbi zote zinaingia. Kufanya hayo msikitini, au ghairu dhalika, au yasiyokuwa hayo, min alati tarabi, miongoni mwa ala za muziki. Watu wakawa kwa msikitini wapiga firimbi, wapiga firimbi zile, wapiga ngoma msikitini, wengine wacheza, wanakwenda huko wanakwenda huko ndani ya msikiti. Anasema faman fa'ala dhalika fil masjid, yoyote atakayefanya hivyo msikitini, fahuwa mubtadi'un dallun, yeye ni mzushi aliyepotea, yeye ni mzushi aliyepotea. Mustahiqun litardi, anastahiki kufukuzwa msikitini, wa dharbi, na kupigwa. Liannahu, kwa sababu huyo mtu huyo, istakhaffa bima amara Allah bita'dhimihi, amekidharau kitu ambacho ameamrisha Allah tabaraka wa taala kutukuzwa kwake. Unadharau, unapiga ngoma msikitini na firimbi kisha wacheza msikitini mahali ya jambo hilo. Kwa hiyo anasema anastahiki huyo atiwe adabu. Sisi hatuna uwezo wa kuwatandika na kuwapiga, lakini huyu ni Imamu As-Suyuti, na Suyuti anafahamika. Yani mambo ya maajabu ni kwamba Suyuti ni katika masufi, lakini wana kwamba sasa masufi hawa sasa wamezidi, wapiga ngoma msikitini kwa sababu yale maneno ya mashaikh zao tu. Kwani kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na msikiti upi bora? Lakini msikiti una ahkamu zake bwana. Sisi hataki kuyazungumza mambo yanayomhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo anayafanya yeye kibinadamu, huwezi kuyafanya msikitini. Hapo hakuna kiasi katika hili. Kila kitu kina mumayizati zake na sifa zake na adabu zake. Yule ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Lau angelikuwa mtu mwingine ningepiga mifano mpaka mkikimbia nyinyi ya mambo fulani haya yafanyike. Je, yafaa kufanya msikitini? Lakini sasa kuchunga maqam na nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi kutaja mambo kama haya. Kwa hiyo huwezi kutumia kiasi kama hicho ukazungumza kwamba je, kichwa cha mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume kapigwa dufu na yule mwanamke jaria kwenye kichwa chake. Sasa je, sasa kuna ubaya gani kupiga msikitini? Hayo si maneno ya kielimu, ni maneno ya kipuzi kabisa. Sasa Imam Suyuti rahimahullah ta'ala ni sufi, yeye ndio mwenye hiki kitabu cha Jalalaini. Ramadhani tutasomeshwa Jalalaini kwa sababu kimeandikwa na jalali wawili, Jalaluddin al-Mahalli na Jalaluddin Suyuti. Sasa huyu As-Suyuti huyu ndio mwenye kitabu hiki al-Ibtida'u al-amru bil-ittiba'i, anasema kucheza, kuimba msikitini na kupiga dufu na kupiga firimbi na yasiyokuwa hayo katika alati za muziki, anayefanya hayo katika msikiti fa huwa mubtadi'un dallun, huyo ni mzushi mpotevu. Mustahiqul litardi, ni mwenye kustahiki kutolewa, afukuzwe msikitini, wa dharbi, na kupigwa. Hana adabu, apigwe huyo. Imam Suyuti asema maneno haya, li'annahu istakhaffa bima amara Allah bita'dhimihi. Qala Allah ta'ala fi buyutin adhina Allah an turfa ay an tu'azzam
ويذكر فيها اسمه أي يتلى فيها كتابه وبيوت الله هي المساجد قد أمر الله بتعظيمها وصيانتها عن الأقذار والأوساخ والصبيان والمخاط والبزاق والثوم والبصل وإنشاد الشعر فيها والغناء والرقص فمن غنى فيها أو رقص فهو مبتدع ضال مضل مستحق للعقوبة. maneno makali kabisa ya kiwahabi haya, kama ni kiwahabi haya. Yasema nani? Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kwa sababu ukisema tu hivi ukazungumza kwamba mubtadi dhali, maneno ya kiwahabi, si ndio hivyo? Lakini anayasema ni As-Suyuti rahmatullahi ta'ala alayhi, na kasema na mingine mengi ambayo sasa haina haja tena kuendeleza maelezo, bali pia amefika kusema mtu akiwa acheza ngoma, pigwa ngoma acheza. Siku watu wakienda katika mahakama ya Kiislamu, wewe umekwenda pale, labda una kadhia yako, walete mashahidi wako, wakaleta watu wako wawili watatu, kwamba huyu alikuwa akicheza, tumeona acheza, huyu acheza, wote peleka huko, sema shahidi, hawafai kuwa mashahidi. Amesema Suyuti kwenye kitabu hiki kama mtu namna hiyo ni saqitul murua marududu shahada asi lillahi wa lirasuli. Kwa hiyo alhasil ndio jambo tuseme tuishie hapo kwamba jambo la bid'a kugawanywa kwake, kinachogawanywa ni bid'atun albid'atu fi lugha na sio katika shar'i, bali katika shar'i, na kama anasema mtu anavyosema Mtume صلى الله عليه وسلم fa inna kulla muhdathatin bid'atun. Hii ni am, imebakia katika umumi yake, na tukifanya salbi katika umumi basi ni pale utakapokuwa tumetawassa katika maana ya bid'a tukaiweka katika maana ya kilugha. Lakini kibaki vile vile basi hiyo itakuwa ni kulla, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, tukibaki katika maana ya kisheria. Nasallallahu lana wa lakum